Ni vita inayoendelea dhidi ya wanajeshi wa Myanmar dhidi ya waasi wanaotaka kupindua serikali. Ni sehemu ambapo James aliweza kujipata aliposafiri kwenda Bangkok kama mpishi, kabla ya kugundua walikuwa wametekwa nyara kwa kampuni za ulaghai. Yes. Anaweza kama mmeoana. Baby boy, okay. Walipewa ahadi ya kwamba wangeweza kulipwa tarehe 15, ahadi iliyobaki kuwa imetengwa. Isitoshe, James alikuwa amewacha familia iliyokuwa inamtegemea nyumbani. So hii date 15 tulikuwa tumeambiwa utapewa pesa hiyo day. So kungoja hiyo day tukaona hakuna pesa yoyote tunapewa. So tukutaka kuuliza, tukaassume maybe wameona badala ya kutupea date 15 wangoje tu end month watupee ikiwa 45 days sasa. Lakini sasa sisi tungepewa kitu kama 40 days sababu tulianza kazi on 5th. So ni ukweli tukaassume kuuliza kitu sababu huwezi uanza kuuliza maswali na unaona wengine hawaulizi maswali. Tukasema ni sawa, tukangoja mpaka hiyo date 15. Hiyo date 15 kufika, sasa pesa haijapeanwa. Tumeassume tungoje sasa the next month on 15 sasa wakilipa ndio wafae nini. Hiyo mwezi kufika on 15 bado hakuna mshahara ya mtu yote anapewa. Hapa sasa ndio ilibidi tumeanza kuuliza maswali sababu mtu kama mimi kabla niende nilikuwa nimechukua pesa kutoka kwa watu. Nilikuwa nimeuza tu vitu twangu kadhaa ndio nijaze pesa at least nifanye nini niende huko. Kwanza kuona hivyo familia nayo unajua juu ulichukua maloni huko hivi bado watu wameanza kusumbua familia. Rent bado unafaa ulipe, watoto wako wanafaa wakule bado, unaona. So ni kama maisha yako wameipiga pause. So hapo ndio tulianza kuuliza maswali. Time tulianza kuuliza maswali, kitu walituuliza tu ni mnakula, mnalala. Tukasema ndio tunalala mahali pazuri. Hata kama iko mahali pazuri hauwezi sema ni mahali pabaya, tunalala mahali pazuri. Na mko na maji ya kunywa kwa ofisi kila siku, tuko nayo. Hiyo ndio mshahara yenu. Tukashangaa aje. Hapo ndio tulianza kusikia sasa stories zenye walitununua kutoka kwa maagent wetu. So tukashangaa, tulilipa commission. Personally mimi nilipeana more than 200,000. Hiyo ilikuwa commission ya kufanya nini? Ya kupelekwa kazi. Sababu nilikuwa nimepiga hesabu kazi yenye time ilikuwa advertised hii kazi na agent mwenye alikuwa anatupeleka alikuwa amesema mshahara yenye natoka kwa hii kazi ni per month ni 1,300. 1,200. Hii 1,200 ndio basic salary. Alafu kuna 300. Hii 300 alikuwa anaita ni kama commission, ni kama upkeep. Kitu kama hiyo. $1,200. Hiyo ni dollars. Hiyo ndio ilikuwa basic salary. Alafu kuna sasa 300. Hii 300 ndio nini? Hii 300 ndio sasa ile upkeep. Juu umefika upkeep na pocket money, kukuwa na pocket money kidogo. Ilikuwa imeadvertisiwa vizuri kabisa. Without knowing, agent ametuuza, tumempea commission. After kumpea commission bado amelipwa na hao Chinese na kumbe ni watu wana communicate direct. Huyu madam ni kama alikuwa anafanya kazi huko. After amefanya kazi huko sasa yeye ndio wakakuwa ni kama agent wa kurecruit watu, kuwapeleka, kuwauza, hata si kuwapeleka. Juu hiyo ni slavery. Hiyo ni modern slavery. Anawapeleka wapi? Anawapeleka huko. From there nikakuwa ni kama juu hakuna salary. Sasa hiyo unapigiwa juu nilikuwa na hisi mwingine, mimi nilikuwa able kucommunicate nyumbani na nilikuwa pia nasaidia marafiki wangu wengine wenye tulikuwa nao kwa room hapo, Wakenya wenzangu wanaongea pia na familia zao. So mi kidogo unaambiwa landlord anataka kufunga nyumba. Kidogo wife anakuambia watoto leo tumelala njaa sababu hakukuwa na kitu yote ya kula. Stress zinaingia, na the more stress zinaingia, ile kazi inahitaji a very focused person. Ile kazi haihitaji ukuwe na mafikira mengine kando, sababu ukiwa na mafikira mengine kando hauta focus. Sababu ni kitu ya unafaa uingize mtu box within 4 days.
within 4 days huyu mtu anafaa akue amefall in love na wewe kabisa. Na utamuingisha box aje? Kuna pictures unapewa za a model. Ukishapewa hizi pictures uko na your own PC, na hiyo your own PC iko na kila kitu. Iko na pictures za huyu model, iko na lifestyle ya huyu model. The more mnaongea, hii kuongea na yeye for the 4 days, ni huyu model, huyu mtu anafaa akuwe anajua your lifestyle. Na your lifestyle anafaa ajue ni wewe ndio entice na hiyo lifestyle, sababu wewe ndio unamuelezea lifestyle yako. Kujui hajai kuona, but unamuelezea lifestyle yako. Ilikuwa kazi ngumu. Mateso yalianza pindi walipolazimishwa kuanza kulaghai baada ya kufunzwa jinsi ya kutekeleza. Waliweza kupewa lengo ambalo kama hawangeweza kufikisha, wangeweza kuteswa kupitia kupigwa kwa stima, na hata kufungwa pingu kwa vitanda. Na hapo ndipo wazo la kutoroka ilimjia James. So kuchapwa ilikuwa ni kama kuna targets. So unajua sisi tulikuwa tumefika 15 days. So kuna watu wako na 15 days mbele yetu, si ndio? Sawa, 15 days, wenye wako 15 days mbele yetu, sisi bado tujaanza kupokea mateso yoyote. Sisi zetu zilikuwa tu vitisho zile za kwanza zenye unaambiwa shock inapigwa kando yako ndo uelewe venye kunaendaga. Tukaona majamaa wameanza kurukishwa mafrog jump. Wanarukishwa mafrog jump hapo. Wengine wamesimama kwa another plastic, something ni plastic hivi. Alafu iko na spikes. But hizi spikes ni za plastic. Hizi spikes haziko hapo kukudunga, kukupias ziingie ndani. Ni sharp lakini hazikuingi, zikudungi. Ziko hapo kumake ni yako uncomfortable. Yani si mahali penye unaweza simama, ni kama umesimamia miba. Unaona? Lakini si miba za kukudunga, ni za kukuumiza tu. On top of that, uko na a 20 liter jerrycan kwa mabega. Unapiga nini? Unapiga sit-ups. Juu hiyo plastic thing. Azini ilikuwa ni mateso. Tulianza kuona hivyo wenyewe hapo ndio nilianza kufikiria njia yenye naweza toka huko. Alafu kuingiza uoga kabisa, kitu yenye wanawaambia nani daily. Mnaambiwa huku hamtawahi toka. Huku hata serikali, hakuna serikali inaweza watoa huku. Sababu ni ukweli, hakuna serikali inaweza tutoa huko, sababu mali tulikuwa ni place ya opposition ya hiyo country. So hakuna venye serikali inaweza kuja kutungua huko. Alafu unajua huko hakuna serikali. Huko hivyo ni rebels. Alafu mali tulikuwa ni place yenye inaogopewa mpaka na wanavijiji wa huko. Ni red zone. Mali yao mafia wote au mali wote wanakutania. Hata hiyo kampi yenye dilikuwa ni yenye wakubwa hizi kampi zingine, hizi camp centers zingine walikuwa wanakujanga huko saa ingine ma meetings, sababu tulikuwa tunaonanga magari very luxurious huko hivyo. Yani ni watu wako na pesa. So time niliona watu wameanza kuteswa, hapa hivi nikasema, hapa kukaa ni tricky, hapa siwezi anza kunini. So sababu sijui watu wengine wako na akili gani, nikaambia tu ule bedmate wangu, nikamwambia enyewe hapa mimi sioni kama nitakaa zaidi ya vile nimekaa. Hiyo sasa ni mwezi wa tulienda Oktoba tarehe 3. Sasa hii ni tuko November sasa. Tuko November around date 15 16 hapo. Si hao, hakuna mtu amelipwa bado. Hakuna mtu amelipwa. Mkiulizwa story ya kulipwa mnaambiwa mnapewa chakula, mnapewa mahali pa kulala, mnapewa maji ya kunywa. So hakuna kitu kingine mnahitaji. Kuambia huyo bedmate wangu nikamwambia, hapa hivi mimi sioni kama nitakaa. Akaniambia kuna genge fulani pale wanapanga venye watanini, wamekuwa wakipanga saa hizi ni miezi kama 6. Wamekuwa wakipanga kutoka huku lakini hawana nini? Hakuna venye wanafanya nini? Hakuna venye wanatoka. So akaniintroduce kwa hao majamaa. Kuniintroduce kwa hao majamaa, mimi nikafanya nini?
tukaongea, nikajaribu kuwaambia, wako ni introduce tu, walikuwa tu 3 guys, na 3 guys walikuwa na group zao pia zenye watu wanataka kufanya nini, watu wanataka kutoka hapo. Kulikuwa na Mpakistani mmoja best yangu sana, alikuwa anaitwa Shazab. Kulikuwa na another Ghanaian guy anaitwa Jay, na kulikuwa na anaitwa ni Mbangali. Kulikuwa na Mbangali fulani hapo anajiita Chicken, tulikuwa namuita Chicken, but real name yake alikuwa anajiita Zain. So tukakuwa watu wanne sasa tunapanga hii deal ya kutoroka. Tukaipanga hiyo mwezi wa 10, hiyo sasa ni Novemba, mwezi wa 11, hiyo ni Novemba. Tukaipanga Novemba ika fail, ya kwanza ika fail. Juu hatukuwa na enough information ya venye tunaweza toka hapo kabisa. Hiyo Novemba mwisho, mara ya kwanza tulipanga ilikuwa early November, ika fail. Late hiyo November bado tukapanga, tukakuwa ready kutoka mali tulikuwa tutokee. Fence haiko imeundwa at that time, ni mahali tulikuwa kichaka, alafu juu ni kwa mlima, wakoshua hawezi panda hii mlima juu ni mlima, alafu wakakuja ni kama wametoboa hapa katikati, so mko surrounded na mlima, na hii mlima hakuna vile unaweza panda either bila kamba ama bila mtu kukuvuta mwenye already yako juu. So walikuwa sure hakuna vile mtu unaweza toroka, lakini hapa chini ya hii mlima ndio sasa kampi yetu ianze. Kulikuwa na stream ya maji yenye imepeleka maji kwa mto inaitwa Moi River, yenye imegawanya Thailand, Myanmar. Hiyo ndio mto inajiita Moi River. So hii stream ilikuwa inapeleka maji straight to kwa hiyo river. Tulikuwa tumepanga tuende na hiyo mtaro mpaka wapi? Mpaka kwa hiyo river. Lakini sasa siku yenye tumepanga hivi tuende kwa hiyo mtaro, hiyo kesho yake kuamka, sababu tulikuwa tunalala asubuhi saa 2, tunaamka saa 10 tuanze kazi mpaka kesho yake saa 2. So kuamka around 4, juu tulikuwa tumepanga tunafaa tutoroke saa 8 on the second break. Hiyo ni saa 8:30 ya asubuhi. Tulikuwa tumepanga tutoroke saa 8 ya asubuhi. So 4 jioni time tunaenda kazi ndio tutoroke sasa saa 8. Tunapata ukuta imeshatengenezwa hapo. Ukuta ya chuma ishapigwa round. Na huku kwingine hakuna vile mtu unaweza toroka. Hiyo ndio ilikuwa the only weak point. So ika cancel the second escape plan, ika cancel kabisa. Tukaamua wacha tuendelea, tutakufa moyo. So December tukapanga. Kupanga tukaambiwa msitoroke, mnaweza kuja kuokolewa. We were talking with another lady. This lady has been help for Kenyans and watu wengi sana, as in anajiita Madam J. Huyu madam amekuwa a help for a lot of people, different countries. Sijui ana work na organization gani, but all thanks to this lady. Huyu lady akatuambia hakuna venye mnaweza toroka, ngojeni, kuna watu nasukuma hapa hivi kwa government ya Thailand, watafanya nini? Kutakuwa na a rescue mission before date 25. So akatuashua Christmas tutakula na our families back at home. Tukasema ni sawa, tukapiga post our plan. Kupiga post our plan, ikafika date 25 hakuna kitu, 26 hakuna kitu. So ikabidi turudi to our original plan ya kutoroka. Tukaiendeleza mali tulikuwa tumefika, sababu tulikuwa tusha establish another weak point kwa hiyo compound. Hiyo sasa ni kutokea na nyuma. Hii tulikuwa tutokee na mbele yenye mali penye palizibwa. So ilikuwa tutoroke na nyuma. Hii nyuma hatukuwa na data mzuri kujua after umetoka nje hiyo fence ni nini iko huko inafuata ni nini na so hatukuwa na any idea ya nini iko hapo nje. Tukajaribu kufind out, tukaamua tukaset another date ya kutoroka. Hiyo sasa ni date 5 ya January. Date 5 ya January tukakuwa tumeset time ya kutoroka mpaka tuko na kila kitu. Unluckily kuna another Bengali guy akaenda akaseti, sio kwa our office, another office.
akaenda akasema kuna Wakenya fulani, si Wakenya, kuna watu fulani, a group of people wana plan kutoroka. Akaambia their bosses, and their bosses were friends na bosses wetu. So wakakutana hao bosses wote, wakakuja tukawoniwa na tukaambiwa anybody anapatikana akiongea na anyone from another company, hapo hivyo ni kuna punishments, na punishments ni dark room, na dark room kuna shocks. There are a lot of shocks. Unapigwa shocks, kama si shocks unafungwa kwa kitanda, double decker. So unafungwa kwa kitanda ya juu, mkono this side, mkono this side for 24 hours. Na after for 24 hours hakuna ati kupumzika, unatoka hapo kama bado umeingia kwa ofisi kuendelea kufanya nini? Kuendelea kuscam watu. So hizo zikatuingisha baridi kabisa. Tulikuwa a total of like 150 people, watu wenye tulikuwa nafaa tutoroke. Hii namba ikadrop to 60 people. Ikadrop kabisa. Huyu Mghana leader akajitoa, the Pakistani leader akajitoa, the Sri Lanka leader akakuwa, lakini hayuko, yani anacheza tu hapo katikati. But mimi nikabaki nimesimama hapa hivi, yenyewe siwezi kaa juu familia yangu back home inateseka. Kidogo nikiendelea kukaa hapa nyumba nitafungiwa. Hiyo aibu sioni, na sikuwa nataka hiyo aibu kabisa. Watoto wangu ndio hao, hata watu wenye walikuwa wananisumbua kwa kichwa sana ni watoto wangu, sababu napiga hesabu hawa watoto wanafaa kule. Wife hayuko job fiti, job yake ni ya kukuja kupotea. So hao ndio walikuwa wananisumbua mostly kwa kichwa. Sikuwa nalala, hiyo kukua yani hauna amani kabisa, ikanikosesha amani mimi mwenyewe. Hata kazi sasa sikuwa na perform fiti, so nikaenda kukuwa na punishments kila siku sababu I'm not performing. Watu wengine wana scam, ndio wenye wanangangana zin kama mtu ambaye fanya kazi ya kuscam najua si watu wengi. Kazi ya kuscam si ati ni kitu yenye iko hapo lazima itafanyika. Kazi ya kuscam ni bahati. Venye utaamka hii mwezi, bahati yako kama ni hii mwezi, utafanya nini? Utaingiza. Juu mimi the first month nilipanishiwa vibaya sana. The second month nikapanishiwa vibaya sana. The third month ndio at least nikapata a customer from alikuwa Algeria. Huyu customer from Algeria nikamuingisha box, yani fall in love completely. Fall in love na huyu madam anaitwa Amy. So mimi nilikuwa najiita Amy as in sababu nilikuwa na chat na yeye kama a lady. Mimi mwenyewe si lady ndio, but nilikuwa na chat na yeye kama a lady. Akiitisha photos unamtumia photos za ule model, akiitisha talk kuna model specific amewekwa hapo. Huyo ndio ana hold conversation zote za watu kwa hiyo ofisi, more than 50 people. Anybody akitaka kuongea na the model, huyo model anapelekewa simu, anaongea hivyo. Akitaka voice note, huyo model anapelekewa, lakini wewe ndio unaongea na yeye hapa. Wewe ndio main wa kumuitisha pesa. Ule model ni wa kuconfirm tu si mwanaume unaongea na yeye, ni binadamu na ni lady unaongea na yeye, na ni mtu wako na kazi yake, ako na pesa yake. So ilikuwa inaingisha wase wengi box sana. So ni sasa kutoroka ya tatu time watu waliingia baridi hivyo, mimi nikabaki nitafanya nini? Ule mtu mwatani approach ndio nitajaribu kuongea na yeye tujue tutasaidiana aje. So kwa watu 60 tukaanza kuplan. Sasa tuna plan, lakini sasa saizi ni chini ya maji kabisa. Baada idadi ya watu waliopanga kutoweka kupungua kutoka nambari 150 mpaka watu 60, James hakukata tamaa, bali alizidi kupanga kutoroka akiwa na raia wa Ufilipino aliyokuwa nao katika kampuni hii. In case ukuja ulizwe anything, tulikuwa tumeelewana. In case ukuja ulizwe anything, wewe kufa kivyako, usijaribu peana mwenzako hata ufanyiwe nini. Obviously kulikuwa na mtu angeteso hapo angesema kila kitu, lakini I really thank these Filipino people. There are some Filipinos tulikuwa tuna plan nao, na hawa Filipino walikuwa roho juu. By the way, hao ndio walikuwa wananipea psych sana kuliko Wakenya wenzangu. Kuna Wakenya by the way walikuwa wamestand na mimi ile kabisa, James, tunaenda hapa, hatukai. So ikafika tarehe ngapi? Ikafika sasa date 28 yenye sasa tulikuwa tunafaa tutoroke. Date 28 yenye tunafaa tutoroke, hiyo ndio the new year. Chinese wana celebrate their new years vile sisi huwa tuna celebrate tarehe 1 ya January. Hao sasa huwa wana celebrate date 28 January kuingia a new year.
So hii new year tukaamua juu maybe ni hao wanaweza kuwa wako occupied na hizo masherehe zao, wengine wameenda kuona mafamilia. Tutafanya nini? Tutajaribu tutoroke hiyo date 28. Hiyo new year eve yao. Hiyo siku security iliongezwa kibao. Tulikuwa tumejipanga vibaya sana. So hapo hivyo at least nikakufa moyo, nikasema hapa yenyewe hapa hatutawahi toka kabisa. Hatutawahi toka. Mali imefikia hatutawahi toka sababu mateso yenye iko huko, vitu zinafanyika huko, hapa hatutawahi toka. Until ilifika time yenye sasa kuna jamaa mwingine alikuja anaitwa huyu jamaa ni Sri Lanka, si Sri Lanka, nikikumbuka vizuri alikuwa Mnepali. Huyu Zain alikuwa Mnepali. So Zain akakuja, alikuwa that month alikuwa ameperform fiti sana, alikuwa ameingizia kampuni more than $20,000. So obviously yeye alikuwa hakuna huko hivyo, bora unaingiza pesa, hauna mateso, yani unatritiwa kama mtu wa maana. So Zain alikuwa ameingiza pesa sana, lakini yeye ndio ananikuta kuniambia, hey James, huko alikuwa ananijua kama Amunga. Hey Amunga, so kitu yenye iko ni hapa tunataka tufanye nini, hapa tunatoka, mimi sitaki kukaa hapa kabisa. So nikamuuliza, aje wewe ndio umeingiza a lot of money this month, wewe ndio uko na pesa mingi sana this month, unafaa ulipwe in Kenyan shillings, unafaa uwe na more than 200,000. So hiyo ni pande yangu, tulikuwa na jini hivyo, unafaa uwe na more than 200,000 in Kenya. If you are in Kenya, you will be having more than 200,000. Akaniambia, I don't care about the money, but this place is toxic. Mimi siwezi endelea kukaa hapa. The more naendelea kukaa hapa, the more spirit yangu inaenda ikikufa, the more na lose hope, the more familia yangu nyumbani bado inateseka. Sababu akajaribu kunipea reason, akaniambia, hii mwezi nimeperform vizuri, next month nikikosa kuperform vizuri, mateso itarudi. Unaona? Sababu si ati the more una perform vizuri, the more ati wanakuacha ati next month uli perform vizuri month, next month hawako rada na wewe, next month bado wako rada na wewe vibaya sana. So akakuja akanichocha, at least akarudisha roho yangu kunini. Nikapigia huyo madam, nikamwambia, Madam J, sisi tuna plan kutoroka, na tuna plan kutoroka tarehe 5 February. Hii tarehe 5 February tuna plan kutoroka, na tunataka wewe utusaidie na security kutoka huko nje. Watu wenye watakuja watungoje wapi? Watungoje kando ya river. After tumevuka river, juu kulikuwa lazima ndio uvuke the other side of kwenda Thailand, lazima uvuke hii Moi River ndio uko pande ya Thailand. Akasema ni haitawezekana sababu by tarehe 5 mtakuwa mshaokolewa already, operations za kuokolewa zimeshaanza. Time aliniambia hivyo, nikakuja nikaambia wase wengine, nikamwambia by tarehe 5 tunaweza kuwa tumeokolewa, wacha tupe huyu madam chance. But huyu madam nikamwambia, kama hatutaokolewa hiyo tarehe 5, kuwa sure tarehe 9 asubuhi, very early in the morning around 2 utatungojea kama hii yako itafail. Akasema ni sawa. Mpango wa kuokolewa tarehe 5 uliweza kugonga mwamba, jambo iliyorejesha Amunga katika mpango wao hapo awali wa kutoroka katika eneo hili la mateso. Kufika hiyo tarehe 5, tukasikia kampuni moja fulani imeokolewa, lakini hiyo nilikuwa sure hiyo ilikuwa tu ya ile kuonyesha ni PA, yani waonyeshe tu kuna watu mahali fulani wamefanya nini, wameokolewa and rescue missions zinaendelea. Lakini after that first kuokolewa, hakukuwa na any kuokolewa ingine, ikakuwa imeisha hivyo. So tarehe 6, tarehe 7 sisi plan yetu inaendelea. Tukaamua tutaenda na our first plan ya kutorokea nyuma ya nini? Nyuma ya ile ukuta pale nyuma mali tulikuwa hatuko tunajua ni nini iko huko nje, but tuliamua hii ndio route tutafollow. Hatujui ni nini iko huko nje, but tutaenda nayo. Kitu yenye tutafanya ni tutakuwa nilitumia msemo ya everybody for himself and God for us all. Once umesharuka hiyo ukuta, na ikakuwa hivyo, ikakuwa ni hivyo. So time ilifika sasa ni tarehe 9, sababu ile ya ule madam ilifail. Huyu madam tukamwambia leo asubuhi 2:30 am ndio tutakuwa tunatoroka kutoka kwa hii camp. Tungoje
kando ya kando ya river. Madamu kweli alirudi baadaye, nilirudi kujua baadaye ametungojea kando ya river. Tukatoroka watu 60. Time tulitoroka watu 60, tukaruka hiyo ukuta. After tumeruka hiyo ukuta, juu hawa ni wako na walkie-talkies, walirudi wakaleta pia dogs, walileta umbwa zao, waliongea na walkie-talkie. After tumeruka hiyo ukuta, kumbe hiyo ni saa 8 asubuhi. Hiyo ni saa 8 asubuhi. After tumeruka hiyo ukuta, si tumesurroundiwa na mlima. As in tumesurroundiwa na mlima. So obviously ukiruka hiyo pande nyingine utaenda kwa mteremko ndio tena upande milima, cause hiyo Maiwadi tulikuwa ina location inajiita Maiwadi. So after tumeruka hiyo ukuta kwenda the other side, tukapatana na kivali, as in kishimo. Hii shimo ndio uruke ndio upande tena ni mlima ingine. So hawa security walirudi wakatu surround round hivi. After wametu surround, so wakakuja wakipress polepole wakisanya watu. So walikuwa sure hakuna mtu mwenye ameruka hiyo mlima already, sababu walikuwa fast. After wame receive hizo calls hivyo, walizunguka once. After wamezunguka, mimi nilimanage time wana press watu, nilipatana na mandizi. Vile mandizi zinapandango mahali pamoja hivi. Hapa katikati kulikuwa na kashimo. Niliingia ndani ya hiyo shimo, nikavuruta matawi ya ndizi yenye mekauka, nikajiwekelea juu. So time walikuwa wanapita wakumulika place nilikuwa, waliona tu matawi za mandizi, hawakuona anything. Na luckily hiyo siku nilikuwa nimevaa black, so hawakuona anything. So wakateremka, wakateremka wakipress wale wengine bado. Kunipita hiyo vile walinipita, mimi kuona tumeachana na distance kidogo kama ya tuseme kitu 100 meters. Nilifanya nini? Nilitoka hapo. After nimetoka nikaanza kupanda kuenda pande yenye wametoka. Nilikuwa sure huku juu mali wametoka hakuna mtu kabisa. Lakini time juu ni msituni na kuna mamiti, kuna matawi zimekauka. Time nilianza kukimbia, kuna mwenye alisikia kelele. Wakanimulika na matochi. Ndio ule mwingine wakaanza kunifuata sasa. Wakaacha wengine wakiendelea kupress, kuna wenye sasa wakatoka wakaanza kunifuata. So niko kwa hii mlima wananifuata na matochi. Advantage moja tu nilikuwa nayo, na hiyo ndo nashukuru Mungu nayo, nilikuwa nimewapea as in, sababu unajua mimi nilikuwa na moral, nataka niwatoroke niwaache, lakini hao wako tu kazi, so hawana moral sana ya kunikimbiza. Hiyo ndio advantage. Alafu mimi ni ile adrenaline nimepanda sasa, hiyo sitaki wanishike juu. Imagine wakinishika kitu yenye wanaweza nifanyia, alafu kuharibu sana, mimi ndio nimepanga all this thing, itakuwa mbaya. So mimi nikakimbia, nikapanda, nimeshashuka hii mlima ingine bado hajafika hapa juu. Ndio nimeanza kupanda hii mlima ingine, ndio sasa wamefika kwa hii mlima yenye nimeshatoka. Au wakiteremka already nimeshafika pale juu. Wananimulika na matochi, wanajaribu kunifuata. Time niliona hivi hii mlima ingine hata sikuteremka na miguu. Nililala nikaroll paka chini. Uzuri ni mlima ndio, lakini ni kama ni place wasee wanapandanga mavitu. So haina ati miti ama haina kitu inaweza kugonga ikuumize. Niliroll mpaka chini. Kuroll mpaka chini. Kufika chini nikakuwa sana nimewaacha na a distance mrefu. Time nilipanda hii mlima ingine kushuka, lakini nikapatana na barabara, lakini ilikuwa barabara ya vumbi. Yenye nilijua nikitembea hivi nitawacha footprints. So kitu nilifanya ni nililala kwa hii barabara, nikaroll kwa barabara to the other side. So time walifika hapo, sijui kama hapo ndio iliwachanganya, sababu after nimevuka tu hiyo, nimefika hiyo pande nyingine hivyo kwa hiyo barabara, sikurudi kusikia masauti tena. Sikurudi kusikia masauti na matochi watu wakinifuata. But sikutaka kujua, niliendelea kuenda nikiendaga. Nikavuka sasa mlima ya 3. Kuvuka mlima ya 3 ndio nikapatana na kastream kadogo. Kupatana na kastream kadogo nikakavuka hako, kalikuwa tu unaweza tembea. So kuvuka mlima ya 4 ndio nikapatana sasa na hiyo Moi River. Na sasa hiyo hata siku wanafikiria ati kuna kuanga na wanyama, ati kuna kuanga na mamba ama kuna kuanga na nini. Juu tulikuwa naambiwa river iko na mamba, iko na kila kitu. Ndio nijue hii yote. Tukirudi nyuma kidogo, nilikuwa na Google vile Myanmar na mpaka yake iko. So nilikuwa naona once nimetoka tu nje hii compound,
don't go on the right side, ever maintain on the left side. So hiyo ndio ili ni guide, nili maintain on the left. Hakuna kona yote nilipiga ya right kwenda on the right side, nilipiga kona za left. Hapo ndio kuna mahali nilifika, kuna mlima fulani nilifika kuangalia. Hii ni after sasa nimesha swim kwa hii mto, niko on the other side of the river. So after nimevuka hii mto, niko on the other side of the river, hapa juu kwa mlima kuangalia on the other side, nikaona ni something like a city, as in, ni kama ka town. Juu niliona ma street lights mingi, niliona tu ma lights at the time, sikuwa najua ni street lights, niliona tu ma lights, nikajua aka ni ka town. Na hiyo time yote nimekimbia for more than 4 hours, sijapatana kitu kama hii. So direction yangu ikakuwa ni kwa hizo taa, na hakuna barabara, ni kichaka. So mimi nilitengeneza njia kweli, hakuna njia kabisa. Lakini nilikuwa na longi fulani, trouser fulani na jita barman. Sasa hiyo sina viatu, niko tu na hiyo trouser. Nilipatana na maalama za kukatika mkono, hiyo kutengeneza njia. Nikatika miguu kidogo, but hiyo haikunizuia, sababu mimi nilikuwa nimeamua ni kuenda. So time niliona hiyo city hivyo, nikajua hapa ndio nafaa nifanye nini, hapa ndio nafaa nifike. Hapo nilianza kuenda polepole, nikijaribu kufikia hiyo city. Time nilifika sasa kwa hii mlima ya mwisho, ndio niteremke nifike kwa barabara. Juu niliona gari, time nilifika kwa hii mlima ya mwisho, niliona gari ni kama inapita hapo, nikajua hiyo ni barabara. Nikiwa kwa hii mlima, nikaanza kuona watu na matochi bado. So kuona watu na matochi, nikafikiria bado hawa ni wale watu wananifuata. Kumbe ni wamama, kuna wamama fulani, walikuwa na baskets kubwa wamebeba kwa mgongo, yani ni bag na ni kama iko na basket. So ni kama hizi za kurogota majani, but these baskets zilikuwa kubwa sana. Kumbe ni hao wanapita. Already nilikuwa nimejificha, najua sababu hapa sasa mahali nilikuwa nimefika hakuna mahali pengine pa kujificha. Nilikuwa nimeshajua wamenipata. Nilikuwa na simu yangu, simu yenye nilikuwa nimetoroka nayo, nilijua nikipatikana nayo hii sasa wangeniua completely. So nikajaribu kuchimbia chini kwa mchanga. So nikakuwa tu tayari kushikwa, but at the same time nilikuwa nimejificha. Kumbe walikuwa tu wamama wako shughuli zao, so hawakushughulika na mimi. Nikateremka, after wamepita wameenda, nikateremka kwa hiyo mteremko. Bado ni kichaka, unateremka tu kwa hiyo mteremko. Nikafika sasa kwa hii lami. Kwa hii lami nikatembea kwa hii lami mpaka kwa hiyo ni yenye nilikuwa naona ako kasiti kenye nilikuwa naona kama lights. Kumbe ni place fulani inajiita Maesot. Hii Maesot ni ka town fulani kakubwa hiyo area. Alipoona majengo ya wenyeji kwa mara ya kwanza, alihisi tumaini jipya. Ingawa alifukuzwa katika sehemu ya kwanza alipoomba msaada, kutokana na mwonekano wake mchafu na alama za mateso mwilini, hakukata tamaa. So tukateremka hii mteremko mpaka chini. Kuteremka hii mteremko mpaka chini, nikajaribu kutafuta usaidizi hapo juu. Hapo ndio nilianza kuona unaona nyumba kando ya barabara. Nyumba ya kwanza nilienda, vile nilikuwa nimechafuka, vile nimeparara nini, huyo mtu akaona kama mimi ni chokora ama mimi ni mwizi, sababu ukweli niko na pesa, ndio mpaka ndio unamuonyesha unataka tu kikombe ya maji sababu ya kiu yenye uko nayo. Akafikiria wewe ni chokora. So nikaamua hakuna nyumba nyingine nitaenda tu straight mpaka mahali nitapata usaidizi kabisa. Hapo ndo nilipanda hiyo nilienda na hiyo njia straight around kitu 6:30 asubuhi. Nikapatana na sasa kwa city katikati hapo kuna wasee sasa wanafanya nini? Ni kama ndio wanafungua biashara zao asubuhi. Nikapatana na kijana fulani hapo hivyo. Kwanza nilipatana na madam fulani hapo, nikajaribu kumuongelesha. Hakuwa anajua kizungu kabisa. So akaita kijana yake ndio akasaidia kutranslate. Nikamwambia kijana yake mimi nataka tu polisi, niitie polisi. Kuona vile alikuwa amevaa, akaniuliza juu ni kitu famous huko hivyo, akaniuliza kama nilikuwa kwa hizo scam center. Nikamwambia nilikuwa kwa hizo scam center. Juu kijana alikuwa anajua kidogo English. So akaambia babake sasa, na yeye akapigia rafiki yake polisi. Huyu rafiki yake polisi kumpigia, ni kama ndio alikuwa ametoka venye alikuwa anakaa, ni kama ndio alikuwa amemaliza duty yake. So alikuja tu kama rafiki. Akakuja time alifika, time ile state yenye aliniona ndani na vitu zenye anajua kulingana na hiyo area,
akaamua tu apige straight kwa police station, akapiga straight kwa police station sasa kwa marafiki zake. Hao marafiki zake sasa ndo walinikujia, wakanipeleka police station. Kunipeleka police station, hapo sasa ndio police station tulipiga mapicha nao, wakaniuliza maswali, nini ili happen, ni nini ilifanyika, kulienda aje ndio ni end up kufika huko. Nikaulizwa maswali, nikapeana details ya kila kitu, sababu hawa ma mafias, hawa ma Chinese hakuna mtu mwenye alikuwa amewahi faulu kutoka huko na any detail yenye anaweza enda pelekea polisi. So walikuwa hawana any information about the place. So mimi niliwapelekea hiyo information, na time niliwapelekea, kuna huyu madam alirudi akapeleka kwa inaitwaje, kwa bunge. Alipeleka kwa bunge yao ya Thailand. Bunge wakaamua chenye waliamua, sababu hawakuwa na evidence yoyote. Hii video ndio ilirudi ikakuwa evidence ya kufanya nini, yenye imesaidia watu. So time walipelekewa hiyo evidence, already mimi niko safe. After nimemalizana nao police station maswali, walinipeleka kwa a safe house. Walinipeleka kwa safe house, hapo ndio nilikaa hii time yote. Huyu madam akishughulika vile hao wengine watatoka. Nilitoroka date 9. I think your meeting ikaitwa within near date 10. Hiyo ni February 10. Nilitoroka on 9th. Meeting ikaitwa, I think iliitwa 10th. Alafu orders ikatoka on 11th. Sababu on 12th wase walianza kuokolewa immediately. Watu walianza kukuwa na hizo kuokolewa. Nilikuwa tunasikia mabeshti zangu, tumetoka. Wakaokolewa almost wote. Wakutoka wote kwanza. Wakaokolewa almost wote. Wengine wakabaki huko. Hiyo kubaki huko, so hapo sasa ndio process yangu na watu wengine wenye walikuwa wamenikaanza ya kufanya nini, ya kurudi, process ya kurudi toka Kenya. Juu mimi nilitoroka, sikuwa na passport na sikuwa na anything, but ambassador wa Kenya alitusaidia. Hata kama alikuwa ametuua, hii nayo sitaisahau. Tulijaribu kucommunicate na embassy ya Kenya. Embassy ya Kenya alituambia hii ni sasa ni the second month yenye tumeshafika huko, after tumeona huku kwa kukaliki, huku maisha si mzuri. Tuku text, we called, sababu nilikuwa na simu, nilipiga direct, lakini embassy ya Kenya mwenye alishika simu, sijui kama ni assistant ambassador ama ni ambassador mwenyewe, but I think ni ambassador mwenyewe juu tulipewa na namba yake direct. Kumpigia alituambia mtu mwenye anaweza tusaidia huko ni Mungu peke yake. Huko mwenye anaweza tutoa ni Mungu peke yake. So hiyo kitu ilituvunja moyo, but sisi ndio tuko huko na sisi ndio tulikuwa tunataka kutoka huko. So tukasema hatutawahi ongea na yeye hata kidogo. So ile time tumeshatoroka tuko nje, hapo sasa ndio ambassador akaingilia ndani. Na nikiwa huko juu tuko wa Kenya, tulikuwa Kenya 23. Hawa Kenya sisi wote, kila mtu anataka complain kwa familia yake. Mimi na jamaa fulani anaitwa Champe. Jina yake original ni Alex. Hii ni jina tu yenye alikuwa anaitwa Champe. So tukaelewana aje, tukaambiana aje. Mimi nikipigia familia yangu, mzazi wangu ni complain, huku tunahangaishwa, tunateswa nini, hakuna vile tutasaidika. Mimi nitapigia wangu, wewe utapigia wake, ule atapigia wake. So hakuna vile tutasaidika kama kila mtu anapata information hivi. Lakini hao watu wakiweza shikana pamoja, wakuwa wanapata information wakiwa pamoja, watakuwa na nguvu yenyewe, wanaweza tufanya nini, kutusaidia. Hapo ndio nilichukua namba kadhaa, mimi na huyu jamaa anaitwa Champe. Tulichukua namba kadhaa, tukaziandika kwa karatasi. Tukapiga picha, tukatumia a brother to this guy anaitwa Champe. A create group. Nikamwambia a text wife yangu pia, aada wife yangu akwe admin kwa hii group. Wafanye nini? Wajaribu kuongea na watu wengine, wawalete pamoja, waanzishe waendeleze hii group. Wafanye nini? Wangangane, wajue venye watatusaidia, sababu sisi hakuna vile tunaweza jisaidia huko. Ukweli ilifanyika hivyo, group ikaanza ikaendelea hivyo kuendelea. Hii group ikakuwa sasa na watu wengi wenye wakaanza kurudisha maripoti huko. Tukicomplainia ma agent nini,
kumbe kuna mtu kwa hii group anatoa hapo complaints akipelekea agents nao wanarudisha kwa news kwa wale. So tukakuwa another day tukakuwa tortured sana. Kwa nini mna complain nyumbani ati nini? Tukisikia hizi vitu tena kuna watu kuna wengine wenyu wataumia vibaya sana. Hapo hivyo ikabidi tumerudi chini. Ikabidi sasa tumepunguza communication, cut communication completely na hao agents. Tuka make sure hii group yenye ilikuwa imecreatiwa. Tumeambia wenye wali create, ni si tuli create as in tuli create indirect. Tukaambia wenye tulikuwa tumeambia wa create, wa delete, watoe kila mtu, wa make sure kwa watu wote kila mtu mwenye ako huku one family member peke yake ndio ako kwa hiyo group. Na huyo one family member ndio atakuwa na pair report yao family member wengi. Juu watu walikuwa wengi kwa group, sasa mpaka hao ndio wana tuki complain hao wana leak information kurudisha huku, na wakirudisha huku sisi ndio tuna end up kubaki tumeteseka. Hivyo ndio tulirudi tukatulia, cut communication nao kabisa. So tulikuwa tuna complain, lakini sasa tuna complain kwa hii group ndogo, na hiyo group ndogo kukuwa na watu wabaya hapo, so hakuna news yoyote walipeana. Hapo ndo tulifurahi sababu after hapo already nishatoroka, niko nje, tumemalizana na maaskari. Ambassador ndo huyo akaingia ndani. So story yangu ya kwanza kurudi nyumbani imeshaanza kurudi nyumbani. Hivyo ndo tulirudi nyumbani na hivyo ndo tuko saizi. Kisa cha James ya kwanza ni dhahiri kwamba hii ni biashara ya vigogo mamlakani Kenya ambao hawawezi kuguzwa. Hii ni Mawimbi ya Maarifa, simulizi ya James Amunga.